Simulizi yetu ya leo inaanzia Kigamboni, Dar es Salaam. Anga lilipambwa na mawingu mepesi yaliyobeba mwanga wa machweo yaliyokuwa yakitua baharini, huku upepo wa pwani ukitikiza majani ya mitende kwa vuguvugu la upole. Katika nyumba ya mtaa wa Mwembenyoka, pembezoni mwa barabara ya udongo, alikaa mzee mmoja alionekana kuchoka na maisha. Mvi zilishaukalia kichwa chake vizuri. Mikono yake ilikuwa na mikunjo iliyojaa historia ya miaka mingi ya mapambano. Jina lake ni Pierre Daudi. Alikaa kwenye kiti chake cha mbao kilichochoka, macho yake yakitazama mbali pembeni mwa bahari, kana kwamba alitaka kuzamisha mawazo yake kule ambako macho hayawezi kufika. Katika uso wake alionekana kuishi na maswali mengi yaliyobaki bila majibu, si maswali ya dunia hii, bali maswali ya nafsi yake. Ndani ya nyumba yake kulikuwa na ukimya wa ajabu. Hakukuwa na sauti za watoto wala harufu ya chakula cha familia. Vitu vichache vilivyopambwa ukutani vilikuwa vimechakaa. Picha ya zamani ya binti yake Catherine Daudi akiwa mdogo ilining'inia ukutani. Alikuwa binti mzuri wa sura, mwenye macho makubwa ya mchanganyiko wa huruma na uchangamfu. Sasa binti huyo ni mkubwa, yuko chuo, lakini mawasiliano kati yao yalikatika miaka mingi iliyopita. Simu yake ya mezani kaita kwa sauti butu. Alinyanyuka kwa ulegevu na kwenda kuipokea. Kwenye skrini ndogo ya simu hiyo ya mezani, jina liliandikwa Daktari Damas. Alishusha pumzi ndefu kabla ya kubonyeza kitufe cha kupokea. "Halo, Damas," alizungumza kwa sauti iliyojawa na ukavu wa ndani. "Shikamoo mzee Pierre," sauti ya daktari ilisikika kwa heshima. "Marahaba. Vipi majibu ya vipimo yangu?" aliuliza huku akiutegemeza mkono wake wa kushoto kwenye meza ndogo. Damas alikaa kimya kwa sekunde kadhaa, kana kwamba alitafuta maneno ya kusema kwa tahadhari. "Pierre, samahani sana. Tumefanya vipimo mara 3 ili kujiridhisha, lakini majibu yanafanana." Damas alisita, sauti yake ikionyesha huzuni. Pierre alifunga macho yake kwa sekunde kadhaa, akijua tayari majibu. "Damu yangu iko vipi?" aliongeza taratibu. "Kansa ya ubongo imesambaa haraka kuliko tulivyotarajia. Kwa hali ilivyo sasa, tunaweza kukadiria kuwa una miezi 2 au 3 tu ya kuishi ikiwa hakuna miujiza." Ukimya ulitawala kwa sekunde kadhaa. Pierre hakusema kitu. Alijua siku hii itafika. Miaka yote ya mbio, mauaji na kazi za usiku, mwili wake haukuwa na kinga tena. Malipo ya kazi yake ya zamani yalikuja kimya kimya. "Samahani sana Damas," aliongeza kwa sauti ya chini. Pierre alipumua pole. "Usijisumbue Damas, ulifanya unachoweza." Akatundika simu taratibu. Alienda kuketi tena kwenye kiti chake cha mbao, akainama na kuweka uso wake kwenye viganja vya mikono yake. Mawazo mazito yalipita akilini mwake. "Miaka yote niliyoitumia kupambana kwa ajili ya nchi hii, na sasa naondoka mwenyewe, bila familia, bila amani." Akainua kichwa chake na kutazama picha ya binti yake ukutani. Macho yake yalilowana. Binti ambaye alijitahidi kumlinda kwa kila hali, lakini akashindwa kumlinda dhidi ya mbali yake. Kwa muda huo mfupi, mlio wa simu nyingine ulivunja ukimya ule mzito. Safari hii ilikuwa simu ya mkononi, yenye kioo cha kugusa. Alipoangalia jina lililoandikwa, alishangaa kidogo. Samuel Msuya. Pierre alikunja uso wake kwa mshangao. Samueli alikuwa mkurugenzi wake wa zamani katika Tanzania Intelligence Bureau, TIB. Hakuwahi kumpigia kwa miaka mingi sasa. Kila mmoja aliendelea na maisha yake baada ya Pierre kustaafu kwa hiari. Akapokea simu. "Pierre?" Sauti ya kiume ilisikika kwa sauti ya upole lakini yenye mamlaka. "Habari za muda mrefu rafiki yangu." "Samueli, nilidhani umenisahau kabisa." Pierre alijibu kwa sauti yenye mchanganyiko wa mshangao na tahadhari. "Huwezi kusahaulika Pierre. Kuna jambo muhimu mno, nataka tukutane, tukazungumze. Sioni fahari kukuambia kwa njia ya simu." Pierre alikaa kimya kwa sekunde kadhaa kabla ya kujibu. "Najua ukiniita kuna jambo la dharura. Sawa, tuonane wapi?" "Kwenye hoteli ya Serena, kesho saa 3 asubuhi." "Naona umebaki na tabia zako zile zile.
mahali pa kifahari, sio? Walicheka kidogo, lakini nyuma ya tabasamu hilo kulikuwa na mvutano wa historia ndefu ya kazi walioifanya. Na kuona kesho, rafiki yangu, Samuel alimalizia, na simu ikakatika. Pierre aliweka simu mezani pole, kisha akainuka na kuelekea upande wa dirisha. Alitazama nje, huku upepo wa bahari ukigongana na uso wake kwa upole. Hata wakati huu wa kifo, kunivizia, bado kazi haijaniwacha. Alijua kabisa simu hiyo haikuwa ya kawaida. Samueli hakuwahi kumtafuta bila sababu nzito, na mara nyingi sababu za Samueli huwa zinabeba damu. Asubuhi ya kesho yake, jua lilianza kupenya taratibu kupitia pazia la anga la Dar es Salaam. Anga ilikuwa angavu na jiji lilianza kuamka kwa mwendo wake wa kawaida wa vurugu na kelele za magari, watu wakikimbizana na majukumu yao ya kila siku. Gari aina ya Toyota Prado nyeusi, likiendeshwa na dereva wa serikali, lilisimama taratibu mbele ya lango la nyumba ya Pierre. Dereva alishuka na kwenda kumfungulia mlango wa nyuma. Pierre alitoka nje ya nyumba yake akiwa amevaa suti ya kijivu yenye mistari miembamba, tai nyekundu iliyojikunja vizuri na viatu vya ngozi vilivyong'aa kwa uangalifu wa mtu mwenye nidhamu ya zamani. Aliketi nyuma bila kusema neno. Dereva aliwasiliana na kituo kwa redio ya mawasiliano, kisha wakaondoka taratibu kuelekea katikati ya jiji. Safari ilikuwa kimya. Pierre alitazama dirishani, macho yake yakifuatilia mandhari ya jiji ambalo amelihudumia kwa miaka mingi kwa siri. Aliona vijana wakitembea kwa haraka mitaani, mama ntilie wakiandaa chakula pembeni mwa barabara, na pikipiki zikipenya kwa ustadi katikati ya magari. Alitabasamu kwa sekunde chache. Hili ndilo Dar es Salaam ambalo amekuwa akililinda gizani kwa miaka yote. Baada ya dakika kadhaa, walifika katika hoteli ya Serena. Ulinzi ulikuwa mkali. Askari wa usalama binafsi walionekana wakisimama milangoni kwa umakini. Pierre alishuka taratibu, akipokelewa na mhudumu wa mapokezi. "Karibu Bwana Pierre, Mkurugenzi Samueli anakusubiri kwenye chumba cha mkutano wa binafsi, ghorofa ya pili," alisema kwa heshima. Bila kusema kitu, Pierre alipanda kwenye lifti akafuatana na mhudumu wa ndani hadi kwenye chumba husika. Mlango ambao mzito ulifunguliwa kwa upole, na ndani alimuona Samuel Msuya akiwa ameketi tayari mezani akinywa kahawa. Samuel alikuwa amebadilika kidogo tangu alipoonana mara ya mwisho. Sura yake ilikuwa bado na ule utulivu wa mtu aliyezoea kusora ramani za hatari kichwani mwake. Nywele zake zilianza kushika rangi ya fedha na mikunjo midogo ya uso ilionyesha umri ulivyomsogelea. Lakini macho yake yalibaki makali, yenye maamuzi mazito nyuma yake. "Karibu sana Pierre," Samuel alisema kwa sauti ya kirafiki lakini ya mamlaka. Pierre alimsogelea, wakapeana mikono kwa nguvu ya heshima ya zamani. "Hata ukiwa mzee bado unajua kunishangaza Samuel," Pierre alisema huku akichukua kiti. Samuel alitabasamu. "Ndivyo kazi hii ilivyo. Muda ukipita, hatutegemei tu vifo, tunategemea mshangao." Walikaa kimya kwa sekunde chache, kila mmoja akimtazama mwenzake kana kwamba alikuwa anasoma uso wa pili wa ramani ya zamani. Samuel alichukua faili jambamba la rangi ya kahawia na kuliweka mezani. Akafungua na kumsogezea Pierre picha za uchunguzi. "Unamkumbuka huyu?" Samuel aliuliza kwa sauti tulivu. Pierre alizitazama picha hizo. Mwanamume wa makamu, mwenye mwili uliojengeka vizuri, uso wa usiri na macho yaliyokosa huruma. Picha nyingine zilionyesha vikao vya siri, bunduki kubwa na mikutano ya watu wenye mavazi ya kifahari. Baada ya mkutano wao mzito, Samuel Msuya alimpatia Pierre bahasha nyingine ndogo ya kijani kibichi. Bahasha hiyo ilikuwa na ramani ya awali ya taarifa za upelelezi, majina machache, picha zilizochukuliwa kwa kamera za siri, ratiba za ndege na mahali pa kuanzia. Pierre alitazama faili hilo kwa makini. Macho yake yalibaki makini kama yule askari wa zamani aliyekuwa amezoea kusoma kati ya mistari. Samuel alimwangalia kwa makini na kusema, "Kwa sasa tutatumia jina lako la kificho, Daudi Mbaga. Hilo ndilo jina lako jipya kwa operation hii." Pierre alitikisa kichwa kwa kuelewa. "Na nitakuwa chini ya nani moja kwa moja?" Pierre akauliza, sauti yake ikiwa thabiti na ya kazi. "Hutakuwa chini ya mtu yoyote, lakini msaada wa kiufundi utapitia kwa mtu wetu maalum. Anaitwa Asha Mrozi
Ni mchambuzi wa data, mtaalamu wa teknolojia na amehifadhiwa kisiri kabisa. Humpati kwenye mitandao wala kwenye rekodi rasmi za serikali. Samuel akatulia kwa muda, kisha akaongeza kwa sauti ya tahadhari. Ukishakutana naye, utajua kwa nini tumempa nafasi hii. Pierre alichukua bahasha na kuifungua zaidi. Picha ya mwanamke kijana mwenye umri wa kati ya miaka 30 ikamtazama. Uso wake ulikuwa na tabasamu la kupendeza, lakini macho yake yalikuwa ya mtu mwenye akili nzito. Huyu ndiye Asha Mlozi. Anapatikana wapi? Pierre akauliza. Ofisi yake iko kwenye basement ya jengo la zamani la National Records Archive pale Kurasini. Jengo hilo linajulikana kama kituo cha kuhifadhi nyaraka za serikali, lakini ghorofa ya chini kabisa tumeigeuza kuwa kituo chetu cha siri. Hakuna anayejua. Pierre alicheka kwa sekunde chache. Mnachotafuta kwenye magofu ya historia. Samuel naye alitabasamu kidogo. Kwenye kivuli ndipo penye amani yetu. Baada ya maelezo hayo, walinyanyuka, wakasalimiana tena. Safari ilikuwa imeanza rasmi. Saa moja baadaye, pia alipanda gari dogo la serikali lenye namba bandia. Dereva mpya aliyemtambulishwa kama Musa alikuwa tayari kumhudumia kwa kipindi chote cha operation. Walipitia njia za pembeni, wakiepuka sehemu kuu za jiji. Barabara za vichochoro vya Kurasini zilijaa magari madogo ya mizigo, wafanyabiashara wa pembezoni wakipiga kelele kuuza bidhaa zao za kila aina, na watoto wakikimbia bila kiatu wakifurahia vumbi la mchana. Hatimaye walifika mbele ya jengo lililokuwa na maandishi yaliyofifia: Maktaba Kuu ya Taifa, sehemu ya hifadhi za nyaraka. Lango kubwa la chuma lilifunguliwa na walinzi waliovaa kiraia, lakini walionekana kuwa na ueledi wa kijeshi. Musa alishuka haraka, akamfungulia mlango Pierre na kumwongoza kuelekea ndani. Walishuka kwenye korido ndefu zilizopambwa na vitabu vya zamani na mafaili yaliyokolezwa na harufu ya karatasi ya miaka mingi. Taa za ukutani zilimulikwa kwa mwanga hafifu. Wakaendelea kushuka kwenye ngazi ya siri iliyokuwa nyuma ya kabati kubwa la mbao. Ngazi hiyo iliteremka hadi basement ya 3, ambapo kulikuwa na lango la chuma lililohitaji alama ya vidole na retina kufunguka. Mlinzi mmoja akasema kwa sauti ya upole lakini yenye heshima, "Karibu, Bwana Mbaga." Baada ya uthibitisho wa usalama, mlango ulifunguliwa taratibu na ndani yake kulifunguka chumba tofauti kabisa na mazingira ya juu. Chumba hicho kilikuwa cha kisasa kupita maelezo. Kompyuta za kisasa, skrini kubwa zenye ramani za dunia, picha za satellite na mitambo ya mawasiliano ya hali ya juu vilijaza chumba hicho kwa ustadi. Angani kulikuwa na mirindimo midogo ya mashine, hewa iliyopozwa vizuri na mwanga wa bluu wa kazi. Katikati ya chumba alikuwepo Asha Mlozi, mwanamke mwenye sura ya bidii na macho makali aliyokuwa akiangalia skrini ya kompyuta kubwa, vidole vyake vikicheza kwa ustadi kwenye keyboard. Alipogundua waliingia, aligeuka na kusogea mbele huku akimkodolea macho Pierre. "Karibu sana Bwana Mbaga," alisema kwa sauti ya upole lakini yenye uzito wa kazi. Pierre alimsoma kwa sekunde chache kisha akatabasamu. "Niite Pierre tu Asha. Hatujafika mbali sana bado hadi kuficha majina yetu wenyewe." Asha alicheka kidogo akajibu, "Vizuri, hivyo ndivyo ninavyopenda kufanya kazi, kwa uwazi hata ndani ya siri." Walikaa kwenye meza ya mkutano mdogo pembezoni mwa chumba. Asha alifungua faili la kielektroniki na kuanza kuelezea. "Huyo ndiye shabaha yako," akionyesha picha ya mkali kwenye skrini kubwa. Jina la bandia alilotumia kwa sasa ni Baraka Mwendwa, lakini ametumia zaidi ya majina 20 katika nchi mbalimbali. Akaendelea, amejenga mtandao wa kigaidi unaojihusisha na biashara ya silaha, madawa ya kulevya na utekaji nyara wa kisiasa. Mikataba yake mingi imejificha kupitia kampuni feki zinazotumia bandari ya Dar es Salaam na maeneo ya Kigoma kwa magendo. Mlier alimsikiliza kwa makini kisha akauliza, "Na mlango wa kuanzia uko wapi?" Asha akasogeza skrini kuonyesha picha nyingine. "Kesho usiku, Baraka atakutana na mwekezaji mpya wa Kirusi kwenye klabu ya kifahari itwayo The Oasis Masaki. Hii ndiyo fursa yetu ya kwanza ya kumkaribia." Pierre alikaa kimya kwa sekunde chache,
akiyatafakari kila neno. Asha alitamka kwa sauti ya kutafakari, "Tuwe tayari. Tukianza safari hii, hatutarudi nyuma." Asha alitikisa kichwa kwa uthabiti. "Tayari nilianza maandalizi kabla hata hujakubali kazi hii." Pierre akatabasamu kwa mara ya kwanza kwa utulivu akisema, "Basi, vita imeanza rasmi." Usiku ulipoingia, anga la Dar es Salaam lilipambwa na mwanga wa taa zilizotapakaa kila upande wa mji. Barabara za Masaki zilikuwa na msururu wa magari ya kifahari, watu wa tabaka la juu wakitembea kwa maringo, wengine wakielekea kwenye starehe zao za kila siku. Katika kona tulivu ya mtaa wa Yacht Club, jengo moja la kifahari lilijitokeza, The Oasis Club. Ni klabu ya siri inayojulikana tu kwa watu wachache wenye vyeo, fedha na nguvu za kisiasa. Lango lake lilikuwa la kisasa, lenye walinzi waliovaa suti nyeusi, miwani ya giza na vipokea sauti vya ndani ya masikio. Pierre na Asha walikuwa kwenye gari dogo, limeegeshwa umbali wa kutosha, likiwa na vifaa vya kusikiliza mawasiliano ya ndani ya klabu. Asha akiwa kwenye kiti cha abiria, alifuatilia skrini za laptop yake ndogo. Mishale ya radio frequency ikizunguka taratibu, ikichuja mazungumzo kutoka ndani. Usalama wao ni mkali, kamera zaidi ya 20, walinzi zaidi ya 15 wa ndani, wengine wa nje, Asha alisema kwa sauti ya chini. Pierre alikuwa amevaa suti nyeusi safi, tai nyembamba ya rangi ya dhahabu, miwani ya macho nyeusi na saa ya bei ghali mkononi. Aliangalia saa yake taratibu, akavuta pumzi ndefu. "Ni muda wa kuingia," alisema kwa utulivu. Asha akamwangalia kwa tahadhari. "Kumbuka, lengo ni kujipenyeza, kusoma mazingira, sio kupambana. Hatujafikia hatua hiyo bado." Pierre akatabasamu kwa upole. "Najua, leo ni usiku wa kucheza mchezo wa akili." Alifungua mlango na kutoka taratibu. Alitembea kwa mwendo wa kujiamini kuelekea langoni mwa klabu. Walinzi wawili wakamzuia, mmoja akizungumza kwa sauti yenye mamlaka. "Tunaweza kuona kadi yako ya mwaliko bwana." Bila haraka, Pierre alitoa kadi ya kifahari ya elektroniki ambayo tayari Asha alikuwa ameandaa na kuingiza kwenye mfumo wa salama wa klabu kwa njia za siri. Walinzi walichanganua kadi hiyo kwa mashine ndogo ya mkononi. Taa ya kijani ikamulika. "Karibu ndani, Mheshimiwa Daudi Mbaga," walimkaribisha kwa heshima. Alitemea kuingia ndani ya jengo hilo, ambapo mapambo ya kifahari yaliangaza kwa taa za rangi ya dhahabu na bluu. Muziki laini wa jazz uliendeshwa kwa sauti ya chini, huku wateja wakiwa wamekaa kwenye viti vya ngozi wakinywa vinywaji vya gharama kubwa. Pierre alitembea hadi kwenye baa, akaketi kwenye kona ya pembezoni, sehemu ambayo angeweza kuona wageni wote waliokuwa wanaingia. Asha aliendelea kumfuatilia kupitia kamera ndogo iliyofichika kwenye miwani ya Pierre, akituma maelekezo kwa njia ya sauti ya ndani ya msikio lake la kulia. "Sawa Pierre, Baraka anaingia sasa." Sauti ya Asha ilisikika taratibu. Pierre aliangalia taratibu upande wa lango la ndani. Mtu aliyekuwa akizungumza naye asubuhi na Samuel ndiye aliyetokeza. Baraka Mwendwa, mrefu, mwenye mwili wa mazoezi, suti ya harama ya kijivu, macho ya baridi yasiyosoma utu, akifuatana na wanaume wawili waliovaa suti za kijani na miwani ya giza. Walielekea moja kwa moja kwenye meza ya VIP katikati ya ukumbi. Dakika chache baadaye, mgeni mwingine alifika. Mwanaume mweupe mwenye nywele za kahawia na ndevu fupi, Kirusi. Huyu ndiye mwekezaji aliyokuwa akisubiriwa. Mkutano wa biashara haramu ukaanza, huku vinywaji na tabasamu bandia vikigawanyika mezani. Pierre alipoona mazungumzo yanavyoendelea, alituma sauti ya chini kwa Asha. "Asha, unaweza kunipatia sauti ya meza yao?" Asha akacheza vidole vyake kwa kasi kwenye laptop. "Ndani ya sekunde 5, sawa, uko live sasa," alijibu. Sauti ya mezani kwa Baraka ilisikika kwenye sikio la Pierre kama vile angekuwa amekaa nao.
Baraka akasikika akizungumza. Unajua tunachouza? Hatuuzi bidhaa, tunauza ushawishi. Serikali yao haiwezi kugundua mpaka tuwe mbali na nchi. Kirusi akauliza kwa udadisi, na unahakikishaje usalama wa bandari? Sitaki mali zangu zipotee baharini. Baraka akatabasamu kisha kuongea, tumeshafanya kazi na maafisa wa forodha, tuko salama. Safari ya kwanza ndani ya wiki 2. Pierre alimeza mate kwa utulivu. Mazungumzo hayo yalithibitisha uoga wa Samuel. Biashara za magendo zilikuwa karibu kutekelezwa. Lakini ghafula, mmoja wa walinzi wa Baraka aligeuka na kuanza kutazama eneo na baa kwa mashaka. Macho yake yalielekezwa kwa Pierre, kana kwamba alihisi uwepo wake. Sauti ya Asha ikasikika kwa upole ndani ya sikio lake. Pierre, ametambua harakati zako. Usionyeshe chochote, anakuja. Pierre alijifanya kuwa anainua glasi ya whisky, akanywa taratibu huku akiangalia skrini ya runinga kwenye ukuta wa mbele. Mlinzi alifika pembeni yake na kusema kwa sauti ya staha lakini yenye kuchunguza, samahani bwana mdogo, naweza kujua ni nani aliyekualika leo? Pierre alitabasamu kwa upole. Ni rafiki yangu kutoka Moscow, bwana Borisov. Tulikutana Geneva. Ameniambia niwe hapa kama mshauri wa biashara ya bandari. Ninasubiri tu mazungumzo ya baadaye. Mlinzi alimtazama kwa sekunde kadhaa, akipima kama anasema ukweli. Baada ya kimya kifupi, alitikisa kichwa, akasema kwa sauti ya adabu, karibu sana basi mheshimiwa. Aliondoka pole pole. Asha akapumua kwa sauti ya chini ndani ya spika. Umepita salama, lakini wanakuwa na shaka. Tuondoke kabla mambo hayajabadilika. Pierre alimaliza kinywaji chake kwa ustadi wa mtu mwenye nidhamu ya miaka mingi, kisha akaondoka kwa mwendo wa kawaida akielekea nje ya klabu. Alipotoka nje, Musa tayari alikuwa amesimama kando la gari. Alimfungulia mlango haraka, wakaondoka taratibu. Asha akazungumza tena kupitia spika ya ndani ya gari. Pierre, tumepata ushahidi wa kwanza. Sasa tunajua mpango ni ndani ya wiki 2, lakini bado hatujajua bandari gani hasa itatumika. Tutahitaji kuingia ndani zaidi. Pierre alitabasamu kwa uchovu wa furaha. Hii ni mwanzo tu Asha, mwanzo wa vita. Gari likazidi kupotelea kwenye vichohoro vya Masaki, huku usiku wa Dar es Salaam ukiendelea kutulia kwenye ukimya wa bahari. Asubuhi ilipoanza kuchomoza, jua la Dar es Salaam lilimulika kwa nguvu likikazia mwanga wake juu ya bahari ya Hindi. Pierre alikuwa amekesha kwa kiasi kikubwa, akiutafakari usiku wa jana akiwa ndani ya chumba chake salama, sehemu ya ghorofa iliyotengwa na idara ya upelelezi wa taifa, maeneo ya Oyster Bay. Meza mbele yake ilikuwa imejaa picha za usiku wa jana. Baraka Mwendwa, yule Kirusi, walinzi waliomzingira, kila sura iliyoingia The Oasis ilikaguliwa kwa umakini. Ramani ya usiku mzima ilikuwa imechorwa, ikionyesha viti walivyokaa, muda waliokaa, nani aliongea na nani. Pierre alinyanyua macho na kumwangalia Asha aliyekuwa akisimamia kompyuta kubwa pembeni, akiendelea kuchambua video za CCTV na data za mawasiliano yaliyodakwa. Asha alisema kwa sauti ya uchovu lakini ya bidii, tumefanikiwa kukusanya data nyingi za usiku wa jana, lakini kuna kitu kinanishangaza Pierre. Akasimama na kumgeukia Pierre moja kwa moja. Baraka alikuwa na ulinzi wa kawaida, sawa, ila kulikuwa na mtu mwingine hakuonekana kwenye orodha ya wageni wala kwenye kadi za mialiko. Aliingia kwa mlango wa nyuma, akakaa kwa dakika 5 tu, kisha akaondoka kabla hata ya Baraka kuingia. Akaonyesha picha ya mwanaume huyo kwenye skrini. Mtu wa makamo, mrefu, mwenye mwili wa kawaida, suti ya bluu yenye mistari membamba ya kijivu, miwani ya macho nyeusi na sura iliyojazwa na utulivu wa ajabu. Huyu ni nani? Pierre aliuliza,
sauti yake ikibeba tahadhari. Asha akatikisa kichwa. Hiyo ndiyo kazi yetu sasa. Kwa jina la kiofisi anajulikana kama mzee wa usiku. Hakuna rekodi ya kiserikali. Hata kwenye mifumo yetu ya ndani ya ujasusi hakuna kitu. Wataalamu wa ndani wanahisi anaungwa mkono na watu wenye nguvu serikalini. Pierre alisita kwa sekunde kadhaa, akainama mbele akisema kwa sauti ya kutafakari, ina maana tuna mtu anayetumika kama daraja kati ya serikali na genge la Baraka. Asha alimtazama kwa macho makali. Inawezekana, au zaidi ya hapo, kuna wasaliti ndani ya mfumo wetu. Katika hali hiyo ya ukimya wa kutafakari, simu ya mezani ililia. Ni Samuel Msuya. Pierre alipokea sauti ya Samuel ikiwa ya haraka na nzito. Pierre, nipo njiani kuja kwako. Kuna jambo kubwa limeibuka. Sitaki kulisema kwenye simu. Dakika 20 baadaye, mlango wa chumba salama ulifunguliwa. Samueli aliingia akiwa na sura ya mtu aliyechoka na mwenye hofu iliyojificha. Aliweka bahasha ya kahawia mezani, kisha akatazama pande zote kabla ya kuanza kuzungumza kwa sauti ya chini. Kuna mkutano wa siri wa Baraza la Usalama wa Taifa jana usiku. Baadhi ya viongozi walikuwepo kujadili suala la bandari zetu. Miongoni mwa waliokuwepo ni waziri wa uchumi, waziri wa bandari na mmoja wa washauri wa juu wa Ikulu. Pierre alimsikiliza kwa makini. Habari tulizopata kutoka ndani zinaonyesha kuwa mmoja wao anatumiwa na Baraka kwa kutoa taarifa muhimu za serikali. Hawa ndio wanaoruhusu mizigo ya magendo kupita bila kuguswa. Akaweka picha 3 mezani. 1, waziri wa uchumi, Bwana Hamed Bakari. 2, waziri wa bandari, Bi Miriam Godwin. 3, mshauri wa rais, Dr. Silvano Chacha. Ndio nyuso zilizokuwa zinaonekana kwenye picha. Kwa sasa hatujui ni nani hasa kati yao wanahusika, lakini mmoja wao ndio anayeweka taifa kwenye hatari kubwa. Samueli akazungumza. Alimtazama Pierre. Pierre akavuta pumzi ndefu, akasogea karibu zaidi na picha hizo 3. Kwa hiyo tuna watu wa ngazi ya juu kabisa serikalini wanacheza mchezo huu wa damu. Alizungumza taratibu huku akiwatazama mmoja baada ya mwingine. Kama tutafanya kosa hapa tutajikuta sisi ndio walengwa wa mfumo. Ndio maana nimekuja binafsi. Operesheni hii inabidi iwe nyepesi kama upepo. Hakuna maandiko, hakuna rekodi. Ukishindwa, haujawahi kuwepo. Ukumbi mzima ulitulia kwa sekunde chache. Kisha Pierre alinyanyua kichwa na kusema kwa msisitizo wa kikomando. Katika vita hii, nina kanuni moja tu. Usiache doa la pili likianguka kwenye shati lililochafuliwa. Tutaingia kwenye mzizi. Akaangalia saa yake, kisha akasema kwa sauti ya kazi. Tunaanza uchunguzi wa kila mmoja wao, mmoja baada ya mwingine. Tuandae kila kitu. Asha na Samuel walitazamana na kutikisa vichwa vyao kwa uthabiti. Vita ilikuwa imeingia hatua ya hatari zaidi. Usaliti ndani ya serikali. Hapa ndipo tunaweka hitimisho katika sehemu ya kwanza ya simulizi yetu. Simulizi yetu inaenda kwa jina la Siku 3 za Mauaji. Imeandikwa na Eric Saulo na inakufikia kwa hisani kubwa ya Saulo Simulizi. Daudi Pierre sasa ameianza kazi baada ya Samueli kumwomba kurudi kazini. Lakini tukirudi nyuma tumeona kuwa Daudi anasumbuliwa na ugonjwa mkubwa wa kansa ya ubongo na daktari wake tayari alikuwa amemweleza kuwa amebakiwa na siku chache za kuishi. Lakini tumeona kuwa serikali imempa ofa ya kumpatia dawa ya kumwongezea siku za kuishi kama endapo atafanya operation ya kumkamatia mbaroni gaidi wa kimataifa ambaye alifahamika kama Mkali. Bado Daudi Pierre alikuwa na mgogoro mkubwa na binti yake Catherine Daudi. Mgogoro huo utaisha vipi? Na vipi operation hii ya siku 3 za mauaji itaishaje? Tukutane katika sehemu ya pili. Usisahau kusubscribe.